Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iyi quick updates. Ni ku wa gatandatu tariki ya 12 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2022. Jean Paul turashimye rero muri iyi quick updates cyangwa se bigezweho birimo bivugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru nyamukuru nuko ingabo za Kenya zamaze igice cya mbere cyamaze kugera i Goma. Ibi bibaye mu gihe na RDF irimo isatira umujyi wa Goma. Hari aho bavuga ko batoboye bagaca inyuma gato y'ingabo za Kongo bakaza gushaka uko bakwegera Goma. Kugeza ubu byabaga ntabwo byabahiriye cyangwa se byahindutse, aricyo byahinduye cyane ku rugamba. Ubu uko nababwiye ejo byari bimeze ni nako bigihagaze. Imirwano yatangiye ku wa gatanu n'uyu munsi iracyakomeje. Reka rero mbumvishe cyangwa se nshyireho izi video muzibone mbabarire muziyumvire. Nubwo benshi mutazi icyongereza, reka mbanze mbabwire ibikubiye muri iyi ngiyi ya General Kibochi, umukuru w'ingabo za Kenya, aho yavugaga ko abohereje cyangwa se abasezeyeho ariko yizeye ko bazitwara neza nk'uko bisanzwe. Akazi ati ntabwo ari akazi gashyashya kuri twebwe, hava muri Chad, za Sierra Leone, Namibia se nibari Liberia cyangwa Namibia, ndetse Somalia. Mbibutse ko uriya General Nyaga uzayobora ingabo zose z'akarere, no kuvuga ingabo z'i Burundi, ingabo za Uganda, ingabo za South Sudan, ingabo za Congo ndetse n'ingabo za Kenya. Azaba n'umuntu ufite uburambe cyane muri biriya bikorwa byo kuyaguhangana n'imitwe yitwara gisirikare, kuko muri 2021 ndumva aribwo yagarutse avuye kuyobora ingabo za Kenya ziba muri Ethiopia, muri Somalia. Ariko uyoboye ziriya ngabo za Kenya zonyine ni umukoloneli witwa umukoloneli Daniel. Abo rero akaba ariwe uyoboye kiriya gice cy'ingabo zagiye. Ni ukuvuga ngo ingabo za Kenya gusa, byumvikane ko harimo ingabo nyinshi zitandukanye. Kuri ibyo rero niho yakomeje ababwira ati kuba mumaze kumenyera aka kazi, gusa mukomeze discipline nk'uko ibaranga, mufite izina ryiza, mwakoze izina ryiza, ndetse na hariya mu karere bategerejeho byinshi cyane kubera uburyo babazi izina ryanyu n'izina ryiza muri ibi bikorwa by'amahoro. Mu bindi yavuze ko mbere y'uko bagenda babanje kumenya imiryango yabo. Ati sinshaka kumva ngo mwagiye mu kazi mu butumwa nk'ubu ngo ariko umwana ngo yagisigaye, ngo abana basigaye barira, cyangwa se ngo ntibagiye ku ishuri kubera yuko ise adahari. Ati sibyo, ntimwasize buri hari icyo musigiye urugo. Noneho ibi byatumye nibuka ibintu byabereye ku basirikare b'u Rwanda bavuye Mozambique, bagiye mu butumwa butari n'ubw'igihugu, bwari ubucanshuro. Ubundi mu bucanshuro nibwo wakabaye unasigirwa ikintu ku ruhande, kuruta ugiye mu butumwa bw'igihugu ushobora kuvuga ati nzaguma umushahara wanjye ubwo n'uzantunga, igitandukanye gusa nuko ngiye gukorera ahandi. Iyi ni video rero ya General Kibochi arimo atwa abasirikare bajya ku ndege. Indege, amafoto mubona aho ngaho bari mu ndege mu ntebe zitukura, n'amafoto y'uyu munsi, ntabwo ari amafoto yo kugira ngo dushakishe ajyana n'inkuru. Langu leo ni kuja tukiwa na wakuu wa jeshi kuja kuwapatia baraka zetu mkiondoka leo, kwanza kazi ambao ni muhimu zaidi. Kazi hii tumeanza kujitayarisha mwezi wa 7 na kufikia hapa sasa nafikiri tuko tayari kabisa kufanya kazi, si ndio? Yes, sir. Na nyinyi ambao mnaondoka leo, nyinyi ndio kichwa cha mshale. Tunaelewana? Yes, sir. Nyinyi ndio arrowhead, kichwa cha mshale, sio? Yes, sir.
na nyinyi mtaenda pale kuhakikisha ya kwamba wale wengine ambao watakuja na ambao tuko nao wako Eldoret watafuata, ndio tujiandae vilivyo, tukiungana na majeshi yale mengine kutoka nchi ya Uganda, wanajeshi kutoka Burundi, wanajeshi kutoka Democratic Republic of Congo, na wale wa Tanzania pia ambao wako pale. Tuungane pamoja kama Jumuiya la Afrika Mashariki kusaidia jirani, si ndio? Yes, na vile tumeongea na nyinyi kutoka wakati mlianza kujitayarisha mkiwa upande wa Isiolo, tulisema ya kwamba sisi kama jeshi la kitaifa ya Kenya tuko na uzoefu mwingi katika haya mambo ambayo yanahusika na kusaidia nchi. Tulianza zamani, tukaenda Chad, tukaenda upande wa Namibia, tukaenda Sierra Leone, tukaenda Yugoslavia, tukaenda East Timor, na kwa hivyo tuko na ujuzi mwingi. Na mimi sina shaka ya kwamba mtafanya kazi vilivyo vile tumefanya hapo mbeleni. Hii ambayo tunaenda sasa iko tofauti kidogo na zile ambazo tumefanya kidogo tu, kwa sababu tumeenda hizi missions tukiongozwa na ile inaitwa resolution ya United Nations, lakini wakati huu tunaenda chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tunafanya historia kwa sababu Jumuiya ya Afrika Mashariki haijaweza kutuma majeshi ya jumuiya pamoja katika kusaidia wale ambao wako hatarini. Kwa hivyo sisi tukiungana na wale wengine tutaandika historia, na kwa hivyo ile historia tutaandika ni lazima iwe historia ya kudumu. Tunaelewana? Yes, sir. Kwa hivyo muko na jukumu kubwa sana. Mnaelewa ya kwamba katika upande wa West Africa wale wanaitwa ECOWAS wameweza kutuma majeshi, wale wako South Africa SADC wameweza kutuma majeshi yao, na hii inakubalika katika ulimwengu mzima ya kwamba hizi jumuiya zote zinaweza kutuma askari kusaidia, na tumeweza kujadiliana wote pamoja na the African Union hata United Nations kuhakikisha kwamba zote tunafanya kazi hii kulingana na sheria zote ambazo zimewekwa. Na ningependa kuwajulisha ya kwamba Jumatatu iliyopita niliweza kuungana na wale wakuu wa majeshi kutoka hizi nchi 7 na tukakubaliana kabisa vile tutaendesha kazi. Ningependa nyinyi mkiwa huko mshirikiane na wale wengine, na mnafahamu ya kwamba wale ambao wako tayari katika DRC Congo, wenzenu ambao wako katika ile Kenya QRF, Quick Reaction Force, katika ile inaitwa Force Intervention Brigade, walifanya kazi vizuri sana. Group ya kwanza ambayo imemaliza mwaka mmoja na ikarudi imefanya kazi nzuri zaidi, na sifa ambayo wameweka katika huko Congo na United Nations yote iko juu sana. Tunaelewana? Kwa hivyo matarajio yale ambao watu ambao wako katika huko Congo ya Mashariki wana matarajio mema sana kwenu. Tunaelewana? Na hayo matarajio ni kwa sababu
ya vile sisi kama jeshi la Kenya tunajiandaa. Tunajulikana ya kwamba tukienda kazi tunafuata kazi vile imeandikwa. Hatuendi pale kufanya vitu ambazo ziko chini au hazijawekwa katika yale masikizano ambayo tumefanya. Tunaelewana? Kwa hivyo jambo la muhimu la kwanza ni ya kwamba lazima mheshimu wale ambao ni wenye nchi ile. Lazima mheshimu wakubwa wote, si wa jeshi ile Kenya peke yake, wale wote ambao watakuwa katika jeshi la Afrika Mashariki. Tunaelewana? Na mkiwa na nidhamu ya juu ambayo inajulikana, nafikiria hakuna kazi yote ambayo itatushinda. Tunaelewana? Na mnajua ya kwamba jukumu letu tukienda pale ni kusaidia ule mkataba ambao umewekwa wa kisiasa na diplomasia ambao unaendelea, ambao unahitaji wale ambao wanapigana pale Kongo kusalimisha silaha zao, na nyinyi mtasaidia wakati wakifanya hiyo kazi ya kurudisha silaha ambayo inaitwa disarmament na demobilization. Okay? Ndio tuweze kusaidia kuchunga wale ambao wananchi wao ambao wamepotea makwao kwa sababu ya vita. Tunaelewana? Yes, sir. Na nikimalizia ni kusema ya kwamba tumetayarisha matayarisho yote yenu, na nafikiria kwa sababu tuliwapatia wiki 2 kukaa na familia, mumepanga mpango vizuri ya kuacha familia vizuri, sio? Yes, sir. Kila mtu ameachia family namna ya kuishi vema. Sitaki nikasikia kwamba wewe umeondoka hapa, watoto wameanza kuacha hawaendi shule. Tumewapatia resources zote ambazo mnahitaji ndio familia zikae vizuri, si ndio? Na kwa hayo machache ningependa kusema ya kwamba mimi natarajia kazi nzuri. Miezi 6 ikiisha na majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tutakuja kuwasalimia. Na wanahabari nasikia wengine mtaenda nao huko, na wakati labda mwekaa miezi 3-4 tutakuja pia kuwaona upande huo. Tunaelewana? Yes, iko swali? Tuko tayari kabisa? Yes, tuko mission ready? Yes, asante sana. Mungu awabariki, mwende salama, na tutaonana wakati Mungu akipenda, si ndio? Yes, asanteni sana. Muri iyi audio ho muraza kumva umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Kongo yishimiye ko abanyakenya bamaze kugera Goma. Hari gato nyuma gato aho barabavuye ku kibuga cy'indege cya Nairobi, bageze mbabare nako barabavuye muri Kenya, bageze Goma. Ubwo bakiriwe muri aya majwi y'umusirikare mukuru wa Kongo aravuga ko na gahunda nta yindi uretse kwerekeza muri Rucura. Havuga ati bagenzi babo aribo bagenzi bacu nyine abanyekongo barahari. Ndetse muraza kumva uyu musirikare wa Kenya uyoboye uyu mutwe cyangwa iki gikosi cy'ingabo za Kenya avuga ati dufite mandate enye zatuzanye, harimo kuhangana n'iyi mitwe yitwara gisirikare cyangwa izo bita negative forces. None ya kabiri akaba gufasha abaturage, ariko tuzanafasha no muri DDR cyangwa se kwambura abantu no gusubiza abantu mu byabo, kubera ko hari imbunda nyinshi muri iki gice, bwo kwambura abantu imbunda no kubasubiza yenda mu buzima busanzwe cyangwa se integration yenda mu gisirikare. Reka mwumve iyo audio. Inapofika asubuhi Jumamosi katika kambi ya Embakasi Garrison, sio mbali na uwanja wa kimataifa wa JKIA, matukio yanaashiria mwanzo wa safari maalum. Wakiwa wamevalia magwanda rasmi ya vita, silaha mkononi, wanajeshi wamo katika pilka za mwisho, mbioni kujiandaa kuondoka
ili kutekeleza wajibu wao zaidi ya kilomita 1200 kutoka hapa. Lakini kabla ya hayo yote, anawasili mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Jenerali Dr. Robert Kiboshi ili kuwaaga rasmi. Hafla hii fupi lakini yenye umuhimu mno kwa wanajeshi hawa inahusisha maombi na mawaidha. Viongozi wa dini wako ange kuongoza maombi, wamejihami sio tu kwa sala bali pia zana za vita kama wenzao. Maombi yanapoongozwa na viongozi mbalimbali wa dini, kofia zinavuliwa kama ishara ya heshima na kwa pamoja wanazipokea baraka za Mwenyezi Mungu. Mkuu wa majeshi akiwapa wosia wanajeshi hawa. Sisi tukiungana na wale wengine tutaandika historia. Na kwa hivyo ile historia tutaandika ni lazima iwe historia ya kudumu. Tunaelewana? Yes, sir. Picha za mwisho na kikosi hiki zinafanyika kabla ya kuabiri ndege hii ya kikosi cha wanahewa aina ya Spartan. Hamna raha sana humu ndani kwani shughuli inayowasubiri Goma ndiyo kuu zaidi. Mmoja baada ya mwingine wanaabiri ndege hii na kumwaga Jenerali Kiboshi na wakuu wengine wa ulinzi. Kwa kawaida, wanajeshi wana njia zao za kujipa mori kwa nyimbo hizi ambazo ni wao tu wanazielewa. Hapa jinsia imezingatiwa. Lango kuu la ndege linafungwa na ndege inapaa huku kila mmoja akitumai kurejea nyumbani baada ya kukamilisha wajibu wao. Safari yetu hadi Goma inachukua takriban saa 2 na wanajeshi hawa walikuwa na nafasi ya kuaga familia zao wiki chache kabla ya kusafiri. Mji wa Goma umo mashariki mwa taifa la demokrasia la Kongo. Mji huo umepakana na ziwa Kivu, sio mbali na mji wa Gisenyi, Rwanda. Vikosi vya Kenya vitaungana na wenzao kutoka mataifa mengine chini ya kikosi cha kudumisha amani cha kanda ya Afrika Mashariki. Jukumu lao kuu ni kudumisha amani iliyosurutishwa na kundi la M23 ambalo limesababisha dhiki kwa wananchi. Wanajeshi watakita kambi Goma na watapambana na adui aliyesheheni eneo la kaskazini DRC. Tunapowasili, wanajeshi hawa wanapokelewa na wakuu wa majeshi ya DRC. Bendera begani, hafla rasmi ya mapokezi inafanyika. Luteni Jenerali Constant Ndima Kongba na ujumbe wake kutoka DRC wanatambulishwa rasmi kwa vikosi hivi na hawakuchelewa kuelezea furaha yao kwa kupigwa jeki na wanajeshi wa Kenya. Sisi wote uelekeo wetu ni zaidi Ruchuru ambako M23 inatatiza raia, inasababisha raia wengi kutoka maeneo yao ya kawaida. Nikizani ndio itakuwa shabaha na lengo yetu pamoja kufuatana na gisi wakubwa watatuongoza. Tayari jeshi letu liko kwenye uwanja wa medani. Ni kusema kwamba wandugu yetu wa Kenya gisi wamefika, watakuta tayari wandugu yetu weko kwenye uwanja wa medani na wanajua kwamba watafika na watashirikiana na mambo yatakuwa bie. Kamanda wa kikosi hiki cha Kenya ni Luteni Kanali Dennis Obiero. Kulingana naye, wanajeshi wa Kenya watatekeleza majukumu yao ifaavyo hapa DRC. Tuko na mandate ambao mandate yetu ni vitu 4 peke yake. Ya kwanza ni kwamba tushirikiane pamoja na wenzetu kutoka FRDC tuweze kutoa ile watu ambao wanaitwa negative forces. Alafu kitu cha pili ni kusaidiana na wenzetu ambao ni watu kupeana humanitarian assistance to the local populace. Then kitu cha kingine ni kwamba hii mambo ya mitutu zimekuwa mingi katika eneo hii kulingana na ile safari tumepata ya kwamba tuweze kusaidia kwa kitu inaitwa DDR process ambao tutakuwa nasaidiana na FRDC na government ya Democratic ya Republic ya Congo. Mapema mwezi huu, Rais William Ruto alikabidhi vikosi vya Kenya bendera ya taifa, ishara tosha ya amri ya kudumisha amani DRC. Ruto akitaja shughuli hiyo kama ya umuhimu mkubwa. Hawa ni baadhi tu ya jumla ya wanajeshi 900 kutoka Kenya ambao watakita kambi hapa DRC. Kila mmoja anafahamu vyema jukumu lao. Kuwasili kwa wanajeshi wa taifa la Kenya kunaashiria mwanzo wa miezi 6 ambapo wataungana na wenzao kutekeleza majukumu yao na bila shaka kuonyesha kuwa akufaye kwa dhiki ndiye rafiki. George Maringa, KTN News, katika uwanja wa ndege wa Goma nchini DRC.
hanyuma iyi video cyangwa audio mugiye kumva ya kabiri ni iyumvikanamo umuvugizi wa M23 avuga ati tuzarwana n'ingabo zose z'akarere nibiba ngombwa, niyo bazaza kuturasaho natwe tuzitabara. Mwibuke ko aya magambo yavuzwe muri 2013 mbere gato y'aho ingabo za Tanzania, South Africa ndetse na Malawi zitangira guhata umuriro, ubwo zira zikuye muri brigade ya FIB, umuriro ziriya ngabo zitwaga zari za M23. Kira gihe riyenda byari na M23 by the way, ubu ni RDF. So aya magambo rero ubindi bishekeje yavuze atanga interview, aho ndetse umunyamakuru yamubajije, ndumva ari umunyamakuru sinzi niba wa KTN, ariko uwo yavuganaga nawe yamubwiye ati ndabyumva, ndetse William Ruto urumva turitirano yitwa William nanjye nitwa Willy, ubwo ni Willy Ngoma wavugaga, turumva rero ko turi babazina. Ibyo rero ntacyo bihuriyeho, nta nicyo bivuze, ariko ni blague yenda cyangwa se ni sense of humor yakoresheje. None rero uyu munsi barambutse bagiyeyo, kandi nibwo RDF nkuko nababwiye ngitangira yari igerageza kugira ngo irebe ko yatanguranwa ibya Goma byarayinaniye. Mu kiganiro live tonight ninjoro ndaza kubagezaho inkuru z'abasirikare b'u Rwanda bamaze iminsi bapfira ku rugamba. Naho mu kanya rero, naho mu mwanya ninjoro mu masaha ya 4 ya ninjoro y'amasaha dusanga dukoreraho tuguhurira kuri live, nibwo ndibuze kugaruka. Ubwo rero nizere ko mumeze neza, weekend yanyu yabaryoheye. Turaza gusubira rero mu kanya. Reka mumve rero iyi video. Katika mahojiano ya kipekee na runinga ya KTN News, msemaji wa wanamgambo wa March 23 movement maarufu M23, Meja Willy Ngoma, alisema wako tayari kwa mazungumzo ya amani kuhusu kubaguliwa kwao kwa muda mrefu na serikali ya rais wa nchi ya demokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi. Hata hivyo, akizungumzia kutumwa kwa vikosi maalum vya Kenya nchini humo kuleta amani eneo la mashariki mwa taifa hilo, M23 inasema italazimika kukabili majeshi ya Kenya na ya muungano wa majeshi ya Afrika Mashariki ikiwa tavamiwa. Kama wa Kenya watakuwa sahihi wao jua tuuwe watumalize. Na sisi tunasema tutafanya nini? Tutajilinda peke yake, tutajilinda juu watumalize, tukufe sie wote na kizazi yetu, tutajilinda peke yake ndugu yangu. Zaidi ya makundi 120 ya wanamgambo yakiwemo M23 yanaendelea kukabiliana na majeshi ya DRC nchini humo. Hata hivyo, DRC imenyoshea kidole cha lawama nchi ya Rwanda kwa kile ilisema ni kusaidia wanamgambo wa M23 kwa vita hivyo. DRC ilimfurusha balozi wa Rwanda nchini DRC wiki iliyopita. Kitu tunasema na Wakenya na Rais William, na mimi jina langu ni Willy na yeye ni William. M23 inagombana ajili ya haki. Wanajeshi wa Kenya watakuwa na majukumu manne makuu, yakiwemo kuzuia vurugu ili kuleta nafasi ya mazungumzo yatakayoendeshwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mazungumzo hayo kati ya DRC na M23 yataanza tarehe 16 mwezi huu hapa Nairobi. Haya najiri maswali yakiibuka kuhusu kupelekwa kwa vikosi vya Kenya nchini DRC bila ya kupewa idhini na bunge. Sehemu ya 240 ya katiba ya Kenya inasema rais pamoja na baraza la usalama la kitaifa linafaa kupata idhini kutoka kwa bunge kabla ya kutuma vikosi kwa shughuli za kivita. I mean, it's as we deploy. So there's nobody has deployed. People, if they tell you there's a deployment, nobody has been deployed. So Honorable Musi, I can confirm to you, this process started in July. And the final mode is this committee and the House. We have what we call anticipating task. The moment we had the heads of states discussing the possibility of sending troops to DRC Congo, we immediately commenced the preparations. You don't want to be told to provide a force to Congo and then you tell your commander-in-chief
give me time to prepare. Jumatatu viongozi wa Umoja wa Afrika Mashariki walikuwa na mkutano nchini Misri kuzungumzia utata wa DRC. Kenya itatumia shilingi bilioni 7.2 kila mwaka kwa shughuli hiyo ya amani. The destiny of DRC is intertwined with ours. We all have a stake in a stable Democratic Republic of Congo. Emmanuel To, KTN News, Nairobi.